Wanasema wazee ni tunu inayopaswa kuthaminiwa, ila huenda msemo huu ukakosa maana katika jamii ya Mijikenda hapa kaunti ya Kilifi. Ripoti ya shirika la kutetea haki za kibinadamu la Haki Yetu imeonyesha kuwa kati ya mwaka wa 2020 na nusu ya mwaka wa 2022 zaidi ya wazee 138 wameuawa kwa tuhuma za uchawi katika kaunti ya Kilifi. Ripoti hiyo vile inaonyesha kuwa eneo bunge la Malindi inaongoza kwa visa 45 likifuatiwa kwa karibu na eneo bunge la Ganze ambapo visa 34 vilishuhudiwa, huku eneo bunge la Magarini likinakili visa 23, Rabai ikiwa na visa 15, visa 8 eneo bunge la Kaloleni, Kilifi Kaskazini ikiwa na visa 8, pamoja na eneo bunge la Kilifi Kusini ikiripoti visa 5. Hujambo msikilizaji na karibu kwa makala maalum ya dhahabu iliyotelekezwa. Jina langu ni Pendo Karima. Ili kufahamu halisia wa takwimu hizo, niliabiri gari na kusafiri umbali wa kilomita 5 kutoka Malindi mjini hadi eneo la Sabaki, eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi, kuliko na hifadhi ya wazee. Baada ya takriban dakika 25 niliwasili katika eneo la Sabaki. Ninapokaribia hifadhi ya wazee ya Malindi District and Cultural Center MADCA, kwa umbali naona boma lililo na vijumba vilivyojengwa kwa manyasi na vinavyoashiria kuanguka iwapo kutashuhudiwa kimbunga. Ni eneo lililo kimya mno, na hapa nakaribishwa na nyuso zilizojawa na simanzi, ishara ya kuwa huenda wale wanaoishi katika eneo hili wakakabiliwa na msongo wa mawazo. Baada ya dakika 2 nilipatana na mzee Joseph Mwarandu ambaye pia ni msimamizi mkuu wa kituo hiki cha kitamaduni. Mwarandu ananielekeza ndani ya kijumba kimoja kilicho pembezoni mwa boma hili. Pindi tu ninapofungua sandarusi inayotumika kama pazia hapa, ninapatana na mzee ya Mangi mwenye umri wa miaka 40 ambaye ameishi kwenye kambi hii kwa takriban miaka 2 baada ya kuchomewa nyumba na jamaa zake kwa tuhuma za uchawi. Aisifuye mvua bila shaka imemnyea. Mangi ambaye ameshika tama anaikumbuka siku ya machungu ambapo alishuhudia nyumba yake ikiteketea asiweze kuokoa chochote. Nilianza kupata message ya kwamba acha uchawi, kama hutaacha uchawi huu mwaka huu hautaisha, tutakuua wewe. Kayaandika na private number. Sasa ingawa sijui ni nani, basi jioni yake sasa saa 11 ndio nyumba yangu ikachomwa. Sasa sikuwa kwa chochote, kila kitu kilichomeka. Ulipokucha ndo nikaambraukia mzee wa mtaa, akashuhudia vile nyumba imechomeka, akampigia assistant chief, afanya mambo yake mpaka ile jina ikatoka. Watoto wa ndugu yangu wa kike kule hakurudiki tena, na tuko na sehemu kubwa ya kuishi, na unajua hakuna kitu kibaya kama ikifika usiku unasema sijui kama mtu atatoka sana wapi. Kuna mashamba yaliyokuwa nimeyanunua yangu binafsi, kabidi nikayaacha. Baada ya kupata simulizi yake, Mangi ananiashiria kwa kidole kijumba kilicho mkabala na kwake, na hapa ninabahatika kumpata Kafedha Kenga, nyanya mwenye umri wa miaka takriban 69 ambaye amejawa na simanzi, kwani analazimika kutumia dawa za kudhibiti maumivu mara kwa mara baada ya kupewa kichapo cha mbwa koko na watu wanaodaiwa kuwa majirani zake. Kafedha aidha anasema yuko tayari kujumuika tena na familia yake punde tu kesi yake itakapoamuliwa mnamo mwezi Februari mwaka huu 2025. Napigwa kambani mtaa. Nilipigwa kwa madai ya uchawi na wavulana 4
Waliniumiza ubavu, hata sasa siwezi kufanya chochote. Walianza kunipiga toka saa 7 mpaka saa 11 na wangeniua. Nilipofika nyumbani nikaenda polisi, na mara kwa mara huwa naumwa na inabidi nitumie dawa. Kesi yangu itakapoamuliwa Februari mwaka huu nitarudi kwangu nyumbani. Kaingu Simba naye pia anaukumbuka vizuri mwaka wa 2020, kwani ulimpelekea ulemavu ambao hakuzaliwa nao baada ya kushambuliwa kwa kisu, nusura kuuawa na jamaa yake. Hata hivyo, juhudi za Simba za kurudi tena kwao Kaloleni hazijafua dafu, kwani aliwahi kurudi lakini baadhi ya jamaa zake wakamtoroka. 2020 Jumatatu tarehe 26 saa 1:30 nikawa natoa ng'ombe zangu kwenda kwa malisho. Nilipofika pale nikaitwa njoo keti. Kuketi kama hivi nilivyoketi, sikupata usalama wote, nilitiwa kisu kwa mgongo mpaka nikatapika damu. Sasa nilipouliza nimedungwa hivi kisu, sababu ni uchawi, ni huyu mtoto alifariki au ni ile shamba? Maana nikikumbuka nakumbuka ile shamba mpaka ile tarehe. Nilienda hospitali wakanitegea ulemavu ambao sikuzaliwa nao. Nilienda hapo katikati na mzee wa kijiji mwezi wa 10 hivi mwaka juzi. Nilipofika pale wananikimbia. Sasa si wanaona kama mimi ni gaidi. Una amani. Mpaka nijue amani imepatikana na yule kijana aliyefanya hivyo ameshikwa. Baada ya kuwapa sikio wazee hao, katibu na msimamizi wa kituo hiki Joseph Mwarandu ananipa kauli yake anayosema huenda ikawa suluhu dhidi ya visa hivyo. Tunategemea hata kwa mfumo mpya wa elimu kwamba vijana wafundishwe mila zao, na kufundisha mwana mila si dhambi, ajue kwamba sisi ni Waafrika. Kwa hivyo ni haki yao waweze kufundishwa, sababu wale waliotawala wametia sumu katika fikra zetu. Mpaka sasa sisi tumejitenga, hatujipendi kwa sababu hapendi mila zetu. Ili kufahamu iwapo idara ya usalama ina ufahamu wowote kuhusiana na visa hivi na iwapo zipo hatua zozote za kisheria ambazo zimechukuliwa dhidi ya wahalifu wa vitendo hivyo, nilifanikisha makutano yangu na naibu kamishna wa eneo bunge la Malindi, kaunti ya Kilifi, David Lusava. Tumeweka mikakati mbalimbali, tunawatangazia katika baraza kwamba mambo haya hayafai katika jamii. Kama ni jambo lolote kijana anataka kutoka kwa mzazi, aulize kwa njia ambayo ni sawa. Na pia visa vimepungua katika hii Malindi sub county. Eneo la Gosh kulikuwa na visa vingi sana, lakini ukiangalia vimeweza kupungua. Tukipata habari za mzee yote mwenye amewawa, wale ambao tunatangulia kushika suspect huwa ni jamaa yule marehemu, awe ni mama na watoto, kwa sababu hao ndio tumegundua ndio huwa wanashirikiana ili kuwaua. Haswa wazee hawa wa kiume wengi ndio wanawawa, wale kina mama si sana. Lusava aidha anawashauri vijana kukumbatia elimu ya taasisi za kiufundi ili waweze kujikimu kimaisha na kuacha kujihusisha na mizozo ya ardhi ambayo inadaiwa kuchangiwa pakubwa kwa mauaji ya wazee. Mauaji ya wazee katika sub-county hii ya Malindi sana sana yamekuwa yakichangiwa na mambo ya ardhi, si uchawi. Vijana wanataka pesa wanunue bodaboda, mzee akipinga wazo hilo wanauawa. Kwa hivyo tunahimiza vijana waweze kutilia maanani sana masomo yao, haswa hizi courses ambazo ni za technical ambazo zinaweza kuwapatia ajira haraka. Naye mchungaji Andrew Mkare anasisitiza kwamba kuna haja ya jamii kutatua mizozo inayoshuhudiwa kwa amani ili kuepukana na mauaji ya wazee, kwani ni kitendo kinacholeta madhara ikiwemo laana maishani. Kuua mtu tayari hiyo ni makosa, unajichukulia dhambi na hakuna vile utaua alafu maisha yako yatakuwa mazuri. Wewe unaona kwamba ni sawa utaua mtu, lakini unaleta madhara katika maisha yako. Wakati wazee kwamba boma zetu mambo yaende vizuri, ni vizuri tulete suluhisho. Na kama suluhisho haliwezi kupatikana kwa familia, kuna vitengo vya ofisi za dini, tunaweza kukuja kanisani tukatafuta usaidizi na ushauri, kuliko tuende katika hizo hatua ya kwamba tunaenda kuua mtu na kupoteza maisha ya uhai wa mtu. Auaye kwa upanga na yeye atauawa kwa upanga. Wewe unaua sasa unasema mzee ni mchawi, na wewe utafika wakati utazeeka, panga huo ambao umetumia kuua huo mzee utakuja kutumika kukuua na kutoa uhai wako. Ni matukio ambayo yamewaacha wengi ukiwa, wengine wajane, yatima na hata vilema wasiojua kesho yao.
Mimi ni Pendo Karima na haya ni makala ya Dhahabu Iliyotelekezwa.